Nauliza ni maswali rahisi na habari zenu? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Evelyn. Na wewe unaitwa nani? Mary. Mary. Swali nauliza hapa ni kwamba kwa nini wanawake wakipata pesa wanakuwa na kiburi kwa wanaume? Kwa sababu pesa ni ya mwanamke, haifai kuwa ya mwanaume. Like mwanamke kama ameolewa hana pesa, afike kwa ndoa akipata pesa anaanza kusema I don't need a man, I can do it alone, I can pay bills. Sitaki mwanamke. Mbona hii tabia kwani wanawake wanaenda kwa ndoa kwa sababu hawana pesa? Hapana, sio hivyo. Mbona basi wakipata pesa wanakuwa na kiburi? Juu pia nyi wanaume mwanza kutuonyesha madharau sasa. Sijui nezeleza. Mwanaume unaonyeshanga mwanamke madharau aina gani? Kisha apata mwanamke mwingine nje, kitu ya kwanza. Asi mwanaume anakubalika kuwa na wanawake wengi, si mmoja. Ni kweli. Shida yako ya kukasirika iko wapi? Kama uprovide. Unajua anaweza kuwa na wanawake kama 4 ama 5, lakini shida anaegemea upande mmoja, lakini kama anaprovidea wote, mimi naona iko sawa. Nakubalika akuwe hata na 5. Okay. So kwa nini mwanamke sasa akishakuwa na pesa hivi akuwe na biashara zake, unasikia wanasema si lazima nikuwe na mwanaume, ukifika kwa nyumba wewe unafanya kazi, uko na pesa zako, mwanaume pia anafanya kazi, kuna pesa zake, so unafika nani anafaa kuosha vyombo, unasema hata yeye anaweza osha vyombo. Kwa nini hii madhara mbona inakujanga mwanamke akishapata pesa? Kitu ya kwanza mwanamke ndio inafaa azingatie kazi zote, si kuachia mwanaume. So wewe unasema kwamba sio vizuri kuwa na madharau kwa mwanaume? Ndio. Mwanaume anafaa kuwekwa vipi ama kutritiwa vipi na mwanamke ambaye anajielewa? Anafaa kuchuchua vizuri, kama anashughulikia familia vizuri. Anafaa apewe haki yake na kupewa respect. Hebu nielezee kina kuhusu hii haki gani? Akitoka kazi, akaribishwe vizuri. Kama kuna maji apelekewe kwa bafu aoge, apewe chakula, alale palipa safi. Nadhani ni hivyo. Mwanaume inafaa umshughulikie tu vizuri kama mtoto mdogo. Okay. Tendo la ndoa mnafaa kufanya mara ngapi kwa wiki? Kila siku. Ni kweli? Tendo la ndoa mwanamke na mwanaume wanafaa kufanya mara ngapi kwa wiki? Okay, kama uko na boyfriend mnafaa kufanya mara ngapi kwa wiki? Wewe ni virgin. So umesema ufanye mara ngapi kwa wiki mami? Kila siku, bora usikue kwa masiku zako. Ni vizuri mwanaume kufanya mapenzi kama uko kwa hivi, kama uko na siku zako? Hapana. Kwa nini mbaya? Kwa sababu nasikia wengine wanasema kama kufanya mapenzi kama kwa ile siku zake, hizo siku zake zina kama alikuwa anaenda 1 week inapungua. So sijui wewe mbona unakataa? Mimi naweza sema kivyangu, mimi naweza sikia tumbo inaniuma, alafu naweza ona tena ni uchafu, bado ananiongezea kwa tumbo yangu. Sasa kivyangu mimi siwezi kubali. Iko na mambo na spiritual matters mkifanya sex kama uko kwa ile siku zako, iko na effect zote hapo? Sijui, lakini kivyangu mimi siwezi kulala na mwanaume kama ananyesha. Si vizuri nikimpea, yani kitu chafu, ni kama uchafu. Hiyo damu ikitoka inakuwa uchafu, si ni fertility kwa mwanamke? Hapana, yani kwa mwanaume wangu mimi siwezi nikampea. So wewe unaweza kubali kwamba kama uko na pesa zako unazileta mnaweka pamoja na mwanaume kisha mnapanga familia yenu inaendelea mbele? Ndio, ni sawa. Pia ina shida. Ni vizuri. Uko kwa ndoa? Hapana. Si wanawake watu wenye wako kwa ndoa wanasema iko sawa wakiingia shida. Kwa nini? Inategemea. Na nini niambie? Inategemea na mtu mwenyewe. Hebu niambie, unajua kuna hii kila mtu anasema inategemea. Nataka uniambie ni vipi, ni nini inategemea?
Inategemea kama mwanaume pia anatoa zake anaweka kwa meza, pia mimi nitajikakamua nitoe zangu. So mimi naweza sema mwanaume anafaa tu asimame kama mwanaume. Hata kama mimi niko na nini zangu, acha mimi nisimame kivyangu, mwanaume asimame tu kama mwanaume kwa nyumba. Hapo ndio heshima wewe inaingilia. Lakini wanaume nyinyi, ukiona hii 10 bob yangu inaweza cover mahali, unakuaga una. Sasa afadhali usimame tu kama wewe. Okay, swali lingine ya karibu na mwisho ni wewe kama mwanamke unafaa kusupport mwanaume kivipi ili aweze kusonga mbele kimaisha? Kimawazo. Kitu ya kwanza, unajua mwanaume akiishi peke yake kuna vitu mingi huwezi fanya, umepata amefanya. Anajua tu mimi nitalipa rent nini nifanye hivi, lakini ukikuja unamwambia si inafaa tununue hii, tunafaa tufanye hivi, na ukitia bidii pia wewe. Akiona pia unaweza toka ulete 2 bob ya alete 3 bob, mshikanishe ununue hiyo kitu. Ni kitu gani mwanamume akifanya utamchukia milele? Yaani utamchukia tu kabisa? Kunicheat. Hata mimi kunicheat tu. Okay, kama nimepata mtu kule nje nikuje nikwambie mimi nimeona kuna mwingine pale nje, hiyo pia ni kucheat? Mwanzo nilikuambia kupata si shida. Shida ni utawezana na hiyo majukumu. Unajua shida yenu mkipata huku watoto wangu wanalala njaa, ama mimi mwenyewe nahangaika, nilikuwa nenda salon siendi nini, so unapotelea huku kwingine. Kupata si shida, kuwa na majukumu ndio, kung'ang'ana na hiyo majukumu ndio shida. Okay. Ni nini ama ni magonjwa aina gani inapata wanawake ambayo inawafanya wakose hamu ya kufanya mapenzi? And that's how the fruit will be seen. The fruit of the Spirit is seen when all Umesema ugonjwa ama basi ni nini inaweza fanya mwanamke akose hamu ya kufanya mapenzi? Hallelujah. Hallelujah. It's better to suffer in this world but you carry the kingdom of heaven. Yes. I'm not telling you to kuna mawazo. Hebu niambie. Ugonjwa infection. Kama unajua infection yote hii kama ya hiyo. Kitu kingine pia unajua unaweza vunjwa moyo na wanaume wengi. Sasa uamue tu hata basi acha nipende mwanamke mwenzangu. Ndio unaona siku hizi hao lele wengi, unapata mtu ako na watoto lakini alishazaa alishamaliza ndio amerudi hiyo nini. Sasa tuseme ni hiyo tu kukosa kuaminiana. Yaani unajaribu unasema huyu unapata wote wanafuana, sasa inakuvunja mpaka sasa hata una hizo feelings za maboy tena. Okay. Mbona unajaribu wanaume wengi? Sijaribu tu mmoja utulie. Unajua wanasemaga watu huwa wafanani. So utaona maybe huyu wacha nijaribu. Alafu tena unapata sasa mwingine ndiye ako serious vibaya. Ukienda kujaribu wapi? So unajaribu kadhaa kwanza. Okay. So ulisema jina nani? Eva. Unatafuta mume? Anstaki. You are a child of God. And so today it's you to surrender. Eva, hautaki kuolewa? Sasa hapana. Sio sahihi. Like unatamani kuwa na ndoa? Ndio. Ukifika miaka ngapi? 30. Sasa hiyo uko ngapi? 28. Sasa okay. Unaweza kubali sisi pia tunafanya connection. Unaweza kubali tukuunganishe kwa mwanaume mwenye ako tayari, na tuna make sure tumemu-interview, na make sure tumemuoji, tumekuwa naye vizuri, tunamuelewa ili tuwaunganishe mtengeneze ndoa. Saizi. Sisemi sasa hivi. Like, kama unaweza kubali tukuunganishe pole pole tu at the 2 years from now, si ndio? Ukue sasa mmedate, mmeelewana vizuri kabla muingie. Unataka mwanaume aina gani? Nataka mwanaume God fearing, caring, faithful. Au wako huku Kenya kweli? Nipe ujumbe kwa mademu wote hapa wenye wanataka kuingia kwa ndoa. Wape ujumbe. Kwanza kitu ya kwanza mimi si uko kwa ndoa.
Ndio nasema wale sasa wanatamani kuingia kwa ndoa. Wewe ushaingia kwa ndoa? Nishawahi, niko na watoto wawili ya. Okay. Wewe pia kutafutie mtu. Wewe tunafanya kuunganisha, tunafanya connection. Kama unataka mtu pia tunakuunganisha. Miaka yangu ni mingi juu. Nataka mtu nikiwa 33. Sasa hiyo uko 28. Mko same age. Mbona mnataka wanaume mkiwa 20, mkiwa 30s? Kwa nini? Juu tushaikuwa huko kwa kina ndoa sasa. Saizi hapana. Saizi tunataka tulee watoto tu. Okay. So ni ujumbe gani uko nao kwa wale wasichana wanataka kuingia kwa ndoa? Unajua huwezi ambia mtu mwenye hajawahi jaribu asijaribu. Ushaingia, umetest, unajua ile kitu iko pale ndani, si ndio? Sasa unaweza ambia mtu what we expect. Yeah. Mimi ni kuambia tu waingie wajaribu, lakini si rahisi. Hiyo kitu si rahisi, ndio ningetamani pia mimi kujua. Manake pia mimi Eva akikubali pia naweza mchukua. Ni nini haswa kiko hapo ndani ya ndoa yenye nafanya ndoa ikuwe ngumu? Eva, endelea kutayarisha mawazo. Unajua kitu ya kwanza, nyi wanaume amridhiki na mtu mmoja. Sasa utanipata nikiwa hivi, useme hapana, ifike mahali uone nataka mtu msilimu ama nini. Nyi mmeumbiwa tamaa. So hiyo tamaa ndio inafanya uwezi kaa kwako useti. Sasa kitu ya kwanza kwa marriage inakuwa cheating. Alafu sasa hii wanaume sasa hii kwanza sana hizi rika yetu, vijana wa provide wamepotelea kwa wamama. Sasa unaona vitu kama hizo inakuwa ngumu. Wewe hiyo ndio kwa kina ndoa au hiyo ndio shida kwa hapo kwa kina ndoa? Kwa kina ndoa sana age zetu wa provide. Alafu kitu ya pili tamaa. Tamaa, wanaume wanaumbiwa tamaa. Lakini si naona ni kwa sababu wanawake wamejaa kiburi siku hizi sana, wanadharau wanaume, ndio maana wanaume wanawachiti. Sidhani kama maybe wanawake wenye wana hela zao ama nini vile umesema tu, wanawake pia sisi tukishika pesa tunakuwa na kiburi, lakini sana nyinyi ndio huanzisha kiburi. Kwanza kivyangu mimi tuseme mimi ndio kiburi yangu ianze ilikuwa mtu ndio alianzisha. Okay. Haya basi, wapenzi watazamaji, kwa kina ndoa wanasema kuna mambo ambayo unafaa kujitayarisha kabla uingie pale. So make sure mamako akufundishe, ama wale ambao wameingia pale wakufundishe kabla uingie pale. This is G47 TV. My name is Mr. JB. Thank you.